Imehangaika mpaka kwenye miwesa ile kule. Mgogoro huu wa Marietha na wakina Mwidini umeleta mtafaruku ambao sasa unaenda kutushushia mpaka kiwango cha uchumi cha uzalishaji, kwa sababu muda watu wengi sana waliopo hapa walikuwa na shughuli zao, lakini sasa wako katika kuangalia njia gani italeta amani au suluhu katika halmashauri yetu kati ya familia ya Mwidini na Marietha. Lakini hizi familia mbili zimeongeza mgogoro kwa mtu wa tatu ambaye hana hatia, ambaye huyu mtu yeye ni mnunuzi, ametafuta makazi, kapenda halmashauri hii, kachukua makazi. Lakini wakati anapochukua makazi, ninaposema mwangaliaji jitahadharishe na wewe unaponunua eneo, hakikisha pande 4 waweke sahihi kwenye fomu yako. Sasa wakina Mwidini inawezekana wakawa wa kweli au wakina Mwidini wakawa wamepotoka, wameonyesha mipaka ambayo haiko sahihi. Kwa hiyo kinachotugharimu saa hizi mpaka wataalamu hawa wamechukua muda wao kuwepo hapa, kutokuwa na hati iliyokuwa sahihi. Lakini msababishaji ni nani? Wauzaji na mwenyekiti wa kitongoji aliyoweka sahihi, ambaye tunaamini kwa yeye ndio mlinzi wa amani namba 1 mwenye uwezo wa kutekeleza sheria na kanuni za amani katika eneo husika. Kwa wananchi kwamba migogoro hii ya ardhi sio mizuri, lazima wakae kwa amani na waheshimiane baina ya mtu na mtu anapoishi au anapomiliki ardhi yake. Hii migogoro ya ardhi wakati mwingine inaweza kupotesha maisha ya mtu na kutokuelewana na kutokusaidiana. Kwa hiyo kimsingi kama unamiliki ardhi yako basi kwanza ukaimilikisha kihalali. Sasa kwa sababu tupo katika wiki ya Samia Ardhi Clinic. Katika kipindi cha Samia Ardhi Clinic tulikuwa tunatoa huduma mbalimbali ikiwepo kutatua migogoro ya ardhi kati ya wananchi wa mji wa Ifakara. Leo tuko katika mgogoro wa familia mbili ambazo zinagombania mipaka. Lakini katika kusikiliza pande zote mbili tumetoa ushauri kulingana na mgogoro huu waweze kwenda kutatuliwa katika baraza la ardhi la wilaya.